Jamila! Ulikuwa wapi Jamila? Sabrina. Hicho ndio kitabu ambacho tunataka tusambaratishe. Ina maana mambo yote yameisha. Baada ya kuchukua hicho kitabu na kunipatia, kila kitu kitakamilika. Na hizi nafsi hazitokuwepo tena. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu nimepitia misukosuko mingi sana. Okay, sawa, sijali. Naomba kuchukua nipatie. Mungu wangu, ni nini hichi? Ina maana James kasambaratika na hiki kitabu? Sasa na nini hichi? Ina maana kama nimekuleta huko ndio upote. Sasha. Sabrina. Mbona uko peke yako? Yaani ninapokuambia hapa, nilijua nimebaki msituni peke yangu kwa ajili ya kufa. Kumbe nawe upo hai. Ninapokuambia uko hali ya hewa imechafuka. Ninavyoongea hapa sasa hivi kwa James. James hatupo naye tena. James ametuacha Sasha.
tumebaki sisi tu hapa, ni mimi na wewe tukufa. Nisikilize Sabrina, usijali, sisi hatutokufa, tunaye Mungu. Unadhani wote waliokufa walikuwa hawana Mungu? Huyu ni Mungu wetu Sabrina, hatuwezi kufa. Hapana, lazima tutakufa tu. Na kwa pia niye Mungu aliyenilinda ni huyu. Mwamini Mungu, tutapona na tutarudi nyumbani Sabrina. Sikia, tuondoke. Karibuni. Karibuni. Msaidieni. Kuna shida. Tuna habari mbaya shemeji. Habari mbaya? Yeah. Yaani? Kuhusu James. Habari mbaya kuhusu James. James amefanya nini? Amefariki. What? Ndio. James amefariki? James amefariki vipi? Na nyinyi ni kina nani? Shemeji, ina maana umemsahau? Mimi ni Sabrina. Nachojua James amekwenda kutalii mbuga za wanyama. Sasa ukishaanza kuniletea habari za kusema za kuniambia kwamba James amefariki, nashindwa kukuelewa. Kwa sababu kwanza wewe mimi sikufahamu. Siwajui nyinyi. Sabrina nachojua mimi Sabrina amefariki. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Amefariki kwao kijijini huko. Sasa unaambiwa Sabrina wapi? Na Karina sasa hivi hayo mavazi mliovaa haya. Mavazi ya ajabu, na ni watu wa ajabu sana kuvaa. Nashangaa sana kuniambia wewe James amefariki. Wewe ni nani? Na kuuliza swali. Nyinyi naona kuna biashara mnataka kuifanya. Mmetoka baa huko unakuja kuniambia habari za James au mmemuua? Hatujatoka baa. Na yeye hiyo safari ya kwenda kutalii. Msinivuruge akili. Out. Toka nje. Toka nje. Ni kweli. Uzi kubwa nje. Wanawake mnavaa hivi? Na hiyo mwanzo na mwisho kufika kwangu. Sabrina. James. Ni wewe? Ni mimi. Ni mimi yule James wako. James. Naam brother. Mambo keti. Shikamoo. Mambo keti hapo kwa. Okay. Hawa wanawake ama vazi lilofaa wako sahihi?
Brother, na imani kwa kitu unachokiona hapa ni ngumu kabisa kunielewa. Lakini kwanza naomba nianze kukueleza. James, utanieleza nini na wakati kitu najionea? Imagine huyu hao wanawake walivyokuja hivi. Marehemu mzee angekuwepo tumekaa naye hapa afu wanawake wanaingia hivi. Alafu unaingia ndani hapa wanakupokea mnaanza kukumbatiana hivi. Mzee angejisikia? Kaka. Ukweli ni kwamba sikwenda utalii. Nilitoka mimi pamoja na wanachuo wenzangu. Tukaelekea msituni. Na lengo la kwenda huko ilikuwa ni kwa ajili ya kukomboa. Tulikutana na misukosuko mingi sana njiani. Pole sana mdogo wangu. Kwa kweli wewe ni shujaa. Asante sana. Yote kwa yote tumshukuru Mungu. Sasha. Imekuwaje wewe ukarudi mzima? Ni kweli, lakini ni Mungu tu amenisaidia. Lakini kwa hiyo ulikuwa unatuchukua ukitupeleka kule kujua tutaenda kufa? Hapana. Sikuwa najua kama yote yatatokea. Sasha, hakuna haja ya kuendelea kumlaumu James. Kwa sababu yeye pia halikuwa atambui kwamba tunaenda kule na yote haya yangeenda kutendeka. Lakini pia alienda kule kwa sababu ya kwenda kukomboa nafsi zingine zisiendelee kuzurika. Sijui umenielewa. Haina haja ya kuendelea kumlaumu. Kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu tumerudi salama. Basi sawa. Ila mimi nilikuwa naomba nirudi kabla nyumbani kwetu. Unajua familia yangu inataka nao. Pole sana. Pia tunashukuru kwa mshikamano wenu. Lakini japokuwa tuna huzuni, ila hatujafanya makusudi. Tunaomba upeleke salamu zetu. Sasha, nikupe pole na hongera. Wasalimie sana nyumbani. Sawa. Na wewe pia.